many years in Maana yake ni kusema kama ulipitia changamoto fulani mwaka fulani, haimaanishi kwamba ukienda kujaribu tena mwaka huu utashindwa. Hapana. It means if you went through challenges many years ago when you tried to start, doesn't mean that you fail again if you try. Kwa kitu cha kwanza kinachofanya watu wengi washindwe kuplani maisha yao, washindwe kujipanga, waanze mwanzo mpya, ni kwa sababu wameshikilia matukio tena mabaya ya zamani kwenye mioyo zao. Many people cannot succeed in life because they are holding the bad things that happened to them in the past life. Wangapi mmeshakutana na watu, unakutana na dada na kuambia mimi sipendi wanaume? How many of you have met women who say I don't like men? Kwa sababu alikutana na mwanaume fulani mwaka fulani ambaye alikuwa ni bwana mbaya, kijana mbaya, akamwabuse, na sababu hiyo amebeba kwenye roho yake wanaume wote ni wabaya. It's because maybe they met a man in the past who treated them really bad, and now because of that they think all men are bad. Tabia kama hii inaharibisha mtu, kwa sababu utakutana hata na watu wengine ambao ni malaika, wana roho kama malaika, lakini kwa sababu ya matukio ya zamani ambayo umebeba kwenye roho yako, itafikia sehemu unaanza pia kuabuse hata watu wazuri. This may also be a challenge because you might even meet angels, but because you are holding on to your past hurts, you may not be able to move forward. Na ndio shauri na mambo ya, kwa sababu mtu yeyote anayebeba mambo ya zamani kwenye roho yake huwa ni mtu ambaye hayuko tayari kuanza mwanzo mpya katika maisha. That's why the Bible is telling us to forget the former things, because anybody who's holding on to the former things, they will not be able to start afresh in life. Amen. Say amen. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha kwanza. Kitu cha pili, that's the first thing. And the second point, kinachofanya watu wengi wasianze mwanzo mpya, that's making many people not to be able to start afresh, kulaumu watu wengine kwa mambo yanayopita katika maisha yao. To blame other people in what has gone through their lives. Yani wao, those people, kazi yao ni kulaumu watu wengine kwa vitu ambavyo vinatokea kwenye maisha yao. Is to blame others on the things that are happening in their lives. Watu wa namna hii, this kind of people, ambao kila kinachotokea kwenye maisha yao ni watu wengine ndo sababu, that everything that happens in their life is because of somebody else. Hawakuwaki na muda wa kutafakari nini cha kufanya ili wajiendeleze. They never have time to think of what to do in order to move forward. Ndo watu ambao akiendesha gari mubaya mubarabara na anapata aksida, ni bibi yake mwenyewe aliachaka kuvilaje, ni mchawi. It's because those are the people that because they are driving bad cars and they get an accident on the road, they blame the people in the village witchcraft. Ndo mtu mwenyewe yeye akipata makuta yake anaitumikisha mubaya. Hapana, sio bure. Makuta hawezi kawa naharibika tu hivi, na ni akili yake. Sema amen. Pesa. Pesa. Sorry, you lost me. Ndo watu ambao pesa zikipotea wanatafuta mchawi wa kulaumu. Those people are the ones when they lose money they start finding a witch who is in charge of it. Hawa ni watu ambao kila kinachotokea katika maisha yao lazima watafute mtu fulani wa kulaumu. These are the people, everything that happens in life they find others to blame. Amen. Amen. Na hawa ndo watu ambao, and these are the people that ambao wanahisi kutokufanikiwa kwao. These people believe that they cannot succeed, ni kwa sababu ya watu ambao wakuwasaidia. Kuna wengine hawasemeshani na wazazi kwa sababu wanahisi wazazi kushindwa kuwapeleka shuleni ndo sababu ya wao kuwa vile walivyo. These are the people who cannot move forward because they believe others are the reason why they did not succeed in life. And there also some people blame their parents because they did not take them to school. Sasa, that's why they cannot succeed. Nataka niwaambie hivi leo. Let me tell you this today. Watu wengine wana 25% tu katika mafanikio yako. Maana yake ni kusema 75% za mafanikio ya kila mwanadamu ni nguvu zake yeye mwenyewe. To tell you this, in order to succeed, 25% depend on others. 75% of you to succeed depends on your own strength. Kwa hiyo kulaumu watu kwa mambo ambayo yaendelee katika maisha yako ni kupoteza muda bila kujua. To blame others on what's not going right in your life, you're wasting your time. Kwa sababu kama auendelee na ufanikiwe katika maisha, wa kulaumu number 1 ni wewe mwenyewe. If you do not succeed in life, you are the number 1 person to be blamed. Kuna mtu mmoja alisema, the one person said, kama ulizaliwa katika familia maskini sio kosa lako. If you are born in a
poor family, it's not your fault. Lakini ukikufa maskini, wewe ndo wa kulaumu. But if you die poor, then it's your fault. Kuna mtu mwingine alisema, Somebody else said, kama haukuzaliwa katika familia tajiri, if you are not born in a rich family or wealthy family, familia tajiri inatakiwa izaliwe kutoka kwako. a wealth family is supposed to be born through you. Amen. Amen. Ngoja niwape mfano. Let me give you this example. Naomba muelewe huu ujumbe, kwa sababu mafanikio yako kwenye utafikia katika maisha itadipendi na nguvu zako wewe mwenyewe. Hauna mtu wa kulaumu. Please believe that your success in life will depend on you, and there's no one else to Wewe ndo blame. manager wa maisha yako. Jinsi anavyoenda, una maisha ni sawa na kuendesha gari, eh? You're the manager of your life. It's like driving a car. Kwenye unaendesha gari ndo kwenye inaendaka. How you're driving the car, that's where you end. Ushasikia gari inaambia mtu no, nipeleke huku, mimi sitaki kwenda huku. Have you ever heard a car say, take me here, I don't want to go there? Jinsi unavyoendesha maisha yako wewe mwenyewe, How you drive your own life, kwenye utaishia wa kulaumu ni wewe mwenyewe. so you are the only one to blame. Na wapo mfano, kuna mtu alikuwa na watoto wawili. Huyu mtu alikuwa ni pauvre, alikuwa poor. This man who had 2 children, he was a poor man. Mtoto mmoja alikuja kuwa tajiri sana. One of the child became very rich, Mwingine akawa pauvre sana, akawa poor sana. and the other child became very poor. Waliuliza hao watoto wawili. They asked these 2 children. Baba yao alikuwa maskini. He said, your father was poor. Walianza na ule tajiri, kwa nini uko tajiri? They asked with a rich child, why are you rich? Ule tajiri akasema, ni kwa sababu ya umaskini wa baba yangu ndio maana niko tajiri. He said, because my father was poor, that's why I am rich. Kwa hiyo nililazimika nitumike sana ili nisiwe kama baba yangu. So I was forced to work hard so I cannot end up like my father. Huyu mwingine So the other wakamuuliza, kwa nini uko maskini? He was asked, why are you poor? Naye akasema, ni kwa sababu ya umaskini wa babangu ndio maana niko maskini. He said, because my father was poor, that's why I'm also poor. Hakunipa chochote cha kuanzia maisha ndio maana niko maskini. He did not give me anything to start my life, that's why I'm poor. Wote walikuwa na sababu moja. They all had one reason. Lakini wakatumia hiyo sababu moja kufanya vitu tofauti. So they used that one reason to do things differently. Huyu alitumikisha umaskini wa baba yake kutafuta pesa ili asiishie kama baba yake. This one used the poverty of his father so he can be rich. Mwingine akawa ni kuangalia tu movie kwenye TV kila siku. Baba yangu hakunipa kitu, kwa hiyo sina ambacho naweza nikafanya kwa sababu hakunipa cha kuanzia. So the other one was just chilling, watching movies. He says, because my father did not give me money to start a Na business. naamini kuna watu wengi wa namna hii ambao hawafanyi kitu chochote kwa sababu wanahisi, bwana, kama Mungu aishakuandikia utakuwa maskini tu. And there are those who believe that if God intends for you to be poor, you will remain poor. Na kuna wengine ambao wanakoti maandiko. Biblia inasema maskini, tajiri hawataingia katika ufalme wa Mungu. And there are those even quoting scriptures that the rich will not enter the kingdom of God. Huwa ninasema hivi. This is what I'm saying. Maana kuna wengi wanaosema hivi. There are many who say that. Magari na manyumba vyote magari na manyumba vyote ni vya kupita tu. There are people who say cars and houses will just pass away. Nasema ni kweli kabisa ni vya kupita, lakini omba Mungu vipitie mu mikono yako na wewe ndio It's true that they're going to pass away. Just make sure they're passing through your hands. Sema amen. Amen. Hii mawazo ya kusema pesa na nyumba ni vya kupita ni mawazo mabovu. Acha na wewe ndio unavigusa. Amen. Mungu hakuviumba vipitie tu mikono ya mapagani. To say that houses and cars will just pass away, just make sure they're passing through your hands. That's a carnal mentality. Hawa ni watu ambao wanalaumu watu wengine kwa kila kinachotokea. These are the people who are blaming others for everything that happens in life. Kitu cha tatu. The third thing. Kwa nini watu wengi wanashindwa kuanza mwanzo mpya katika maisha? Why many people cannot start afresh in life? Nishasema vitu viwili. I already said 2 things. Kuweka mambo ya zamani muroho ndo kitu cha kwanza. Cha pili The first thing is to put the former things in your heart. Kulaumu watu wengine. Second is to blame other people. Na kitu cha tatu. And the third thing, kuhusiana au kuwa kwenye mahusiano na watu ambao sio wa maana, watu ambao hawakubebi sehemu yoyote.
you are in relationship with people who are not taking you anywhere. Ukizungukwa na watu ambao hawawazi vitu vya maendeleo, na wewe hautaendelea. If you are surrounding yourself with people who do not think about the future, you will do the same thing. Kuna usemi wanasema, nionyeshe rafiki yako nitajua wewe ni nani. There's a word that says, show me your friends and I'll show you who you are. Ngoja nikwambie, watu ambao wana mpango wowote na maisha yao, huwa wanatafuta watu wengi wa kuendelea kuwa nao kwenye hiyo level moja. So many people find friends who are similar to their situation. Amen. Amen. Kwa hiyo kama umejizungusha na watu ambao hawaongelei maendeleo, if you are surrounding yourself with people who are not thinking of the future, hautaenda sehemu. You are not going anywhere. Ngoja niwape tu mfano kidogo. Let me give you an example. Unaona safari zangu zote za kuja hapa US. You see, all my trips to the US, sikuaki na kuja hapa Columbus. I don't come here in Columbus. Mwaka jana nilikuwa nimekuja Boston, ndio kwenye nilikuja. Last year I was in Boston. Lakini kwa nini nilihakikisha na kuja hapa Columbus? Why did I make sure that I come here to Columbus? Kwa sababu kuna rafiki hapa, because I have a friend here, ambaye tukikutana, when we are together,